Sulume. Kenya sihami. Ai kutetea Wakenya. Yaani Wakenya, kwani Wakenya nini inawasumbuanga Wakenya? Wakenya ni wabaya, man. Wakenya nini mbaya? Kenya ni nchi ambayo watu wake hawapendi ujanja. Yaani kama umefanya kitu, nyoka umekifanyeje? Hivi Wakenya ni wajanja sana kabisa. Yaani Wakenya wanataka Tanzania yote iteketee kwenda chini. Yaani wanawasupport kabisa, yaani wanawasupport wa Tanzania, yaani vunjeni, unguzeni. Tanzania ni nchi ya amani. Ndio tunavyozoea, nchi ya amani na upendo. Tunaanza Samia Suluhu ni kama ananyesha sasa. Hiyo mjinga ameanza. Nafikiria hapa Kenya ni hiyo kijiji yake Kenya anaongoza. Aro. Samia Suluhu amesema Gen Z wa Kenya wasibembelezwe, wapigwe na wavunjwe. Samia Suluhu kwanza anunue pads kwanza ni kama ananyesha, alafu sasa ajue Kenya atafanya baadaye hata ujinga. Anafikiria Kenya ni kijiji kama yeye anaongoza. Hii moto mwakisha Guy. Ambia Suluhu Hassan hapa ni nini? Na sipochunga tutakuja huko mpaka mama shida yake ni nini na msumbuanga? Tado sitaki kuongea mbaya. Tado ni nyamaza. Ni jambo la huzuni sana mimi kama mume kwanza, yani first man katika nchi hii tuipendayo ya Tanganyika. Niliona wengine kwenye mitandao wakimtukana mke wangu na kumuita Idi Amin mama. Nami wengine wakaingia kwenye mtandao ambao ni nini juu, yani WhatsApp, na kunitumia ujumbe kunieleza kwamba nimpachike mama mimba ili akaweza kutulia. Mkimwangalia mama ako katika umri na ambao amepita kitu kinaitwa menosimamisha, yani menopause. Haezi kashika mimba hata awe na mikono mirefu vipi. Mimi kama mkate mshindi, yani breadwinner katika familia hii, najitokeza na kuambia kwamba heshima si utumwa. Pia Wakenya na ambao wanaingia uhai, yani live pale kwenye mitandao kama Uso Kitabu, Facebook, na kuanza kuwafunza Watanzania jinsi ya kutupa mawe. Wengine walikuwa wakiwaambia kwamba waweza tupa jiwe likatoa sauti kama firimbi, yani lile jiwe likatupata linakuacha hali mahututi. Mimi najitokeza hapa leo na kuambia kwamba heshima si utumwa. Na kabla sijamalizia naomba kidogo nijitoe tu, yani tutarejea. Samia na mimba. Samia ni mjamzito. Mimba haijulikani ni yule bonge, haijulikani ni ya Kikwete, haijulikani ni ya Ruto Kasongo yeye. Mimba ina maeka, ina wanaume 200 kidogo. Samia acha kufungua hilo likuma lako kama choo cha Tandale, choo cha Kariakoo. Fuzi mazima kidogo. Bwana katoka huko Zimbabwe, kaje umemvalia kanga mwenzangu. Kitenge chini, kanga juu. Uko baby, umekula vyako tupige picha. Toka ofisini hufai wewe kinyago. Ikisema wewe ni malaya mbovu najiuza barabarani, nasema najiuza barabarani. Shetani wewe. Eti rais Mayas. Huna hata akili kabisa. Sasa hiyo mimba ni ya nani? Ya mumeo, ya Kikwete, ya Ruto? Ama ya nani? Ama yule bonge? Au ni mimba nani? Ya Paul Makonda? Wakenya, kama vipi tubadilishane? Sisi tuwape mama, alafu nyinyi mtugee Ruto. Mtugee Kasongo.
Sisi tuwape mama, nyinyi mtugee kasongo. Eti kasongo. Ruto anamuita kasongo. Ila wa Kenya. Tumeshaingia kwenye midomo ya Wakenya, kwenye midomo ya mamba. Ndio ambao kabla hujavuka mto usitukane mamba. Sasa sisi tukatukana mamba kabla tujavuka mto. Mama umeshatuingiza kwenye mdomo wa Wakenya. Sasa hivi tutasikia kila aina matusi ya Wakenya. Kama waliweza kumpiga rais wao na kiatu cha uso, na sisi sijui tutaingia wapi? Imagine mtu anatoka Kenya anaenda kupiga kula Uganda. Imagine anaenda anafungia eti ofisi eti ya Freemason. Imagine eti ofisi ya Freemason nayo inafungiwa. Kenya hiyo. Kenya hiyo pia mtu anafungua polisi yake binafsi. Kenya hiyo pia. Yaani mtu amelewa huko anapigia zimamoto. Anapigia zimamoto inaingia pale, wanaenda pale wanamkuta mtu amelewa. Eti anaulizwa maswali, moto upo wapi? Anakwambia usubiri tu tutakuja. Imagine. Kenya jamani, kwani nyinyi wazazi wenu nyinyi mama yenu na baba yenu walizaliwa lini? Yaani mama yenu na baba yenu ni wanakina nani yani? Ni nani? Tumjue. Maana jamani, ila Wakenya mimi na swali moja. Dada zenu huko Saudi Arabia wanateseka, wanalia kila siku. Mnashindwa kwenda Saudi Arabia kule kuonyesha nyinyi. Yaani Watanzania hapa kabisa mnaonyesha kabisa nini ni wajinga. Hapa kwa chochote mnaweza niambia na hamna kitu cha kunifanya. Nini mnagalia masikio? Mtu anauza sera lakini anauza sera kabisa mnaona kabisa yeye anaongea tu vitu za ukweli kuwa Mama Samia Suluhu Hassan tangu aingie kwa madaraka watu wanakufa wakiongezeka washuki kwa sababu bali aliingia alipata mauaji ya watoto iko chini 506. Akaingia pale akaongezesha mauaji ikafika 1,104,000. Hao si watu wamepanda asilimia ngapi? Mingi sana kwa kupitia hiyo uongozi wake, si ndio? Hebu sikiza mpuuzi anaongea nini. Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani alikuta vifo vya mama na mtoto kati ya vizazi 100,000 walikuwa wanakufa watoto 506. Baada ya yeye kuingia madarakani, kwa sababu sera ni bora, kati ya watoto 100,000 wanaozaliwa wanaokufa ni 104,000. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Alafu kabisa wenye wa Tanzania hamna akili, wewe na Samia Suluhu Hassan mnampigia makofi, mnapigia ubakaji na utekaji makofi na uuaji. You bloody fucking manywinywi na mama yenu na nywinywi yenu hiyo mwende mtafia huko. Kuna mama anaitwa Samia Suluhu, Tanzania president. We mama Samia Suluhu, waje nikuone leo. Mimi ni mwanamke mwenzako. Lakini wewe unafanya sisi wanawake tunanyimwa mileage. Kabisa. Kama wanawake. Yaani